Kwani sasa hivi hatuhubiri mateso ya msalaba? Kwani hatuhubiri ile kujikana, ile injili ya kujikana, ile ambayo watu walijikana, walikuwa kwa tayari wakutwe na lolote. Ukiona ati wakatiwa kwenye mapipa ya lami, sio wakakatwa kwa misumari. Kukatwa kwa sababu walikuwa wanaomba peke yake, walikuwa wanakemea mifumo mibaya, walikuwa wanakemea dhambi na dhuluma. Hicho ndio kilichowaua. Kwani wahubiri mnarahisisha mambo, mnabaki tu sasa kufunga na kuomba tu. Shalom mtu wa Mungu. Moses Magembe anataka kufufua wafu. Najua utakapoisikiza klipu ambayo nimeiweka hapo mwisho, utakapoisikiza utasema mbona hajamtaja Alphan Polepole. Nisikilize, nataka nichambue maneno haya. Kutumia neno Alphan Polepole ni mjumuisho wa Waafrika, ni mjumuisho wa Watanganyika, ni mjumuisho wa watu tunaoishi katikati ya jamii yao. Sasa ya jamii yao au jamii yetu. Niongeacho ni hiki kwamba wahubiri kama tutakuwa tunahangaika kutafuta tufufue wafu, kufufua si wafu, si ndo kuhubiri injili. Ingawa hapa nachotaka ni kazie sana ni hiki cha kufufua wafu. Kama ingelikuwa ndo hivyo kwamba wote tunahangaika kufufua wafu, hata mimi mwenyewe kwenye dunia hii, afadhali hata kwenye nchi zingine ambazo pengine walao wanahangaika wao kukifukuza kifo kisiwepo kabisa, lakini sisi tunaishi na kifo katikati yetu. Alafu wahubiri wengi hatuhangaiki kuziba mianya ya kifo. Mimi nimeona baa kubwa linaendelea kwenye nchi zetu za Afrika, mpaka nimekuwa na huzunika kila nikipita kwenye mitandao napoona Afrika, lakini pia na Watanganyika ambapo wanakamatwa, si wameiba, wanapigwa, wanachomwa moto. Ila ukiangalia unaona mbona mambo haya hayakutakiwa kuwepo ndani ya Afrika, kwa sababu sisi Afrika tuna rasilimali nyingi sana ambazo hizo tu zingetumika kugawa sawasawa. Wangezigawa sawasawa hao wanaonekana watawala, tusingekuwa na wezi wanaouliwa hivi, wanaochomwa moto hivi, wanaopigwa hivi, tusingekuwa na wadada wanaojiuza, tusingekuwa nao. Lakini kwa nini wamekuwepo na kwa nini tumekuwa na jamii hiyo? Ni kwa sababu ya rasilimali hazijagawa sawasawa. Sasa unaweza kusema mbona nchi za wengine hawagawi? Lakini Afrika ndo bara moja wapo linaolisha nchi za magharibi, lakini ziko nchi za magharibi zingine ambazo zenyewe zimeamua kutumia rasilimali walizo nazo kutoshea jamii yao. Napoongea hapa, ukienda Zanzibar, kila mwisho wa mwezi wazee upewa pension, wazee wasiojiweza upewa pension. Sisi huku kwetu nilimwona yule ndio katibu mwenezi wa CCM kiongozi anasema kwamba sisi Tanganyika tuko wengi, tuko milioni 60, lakini tuko milioni 60, angalia pia na rasilimali zetu. Tuna mbuga za wanyama, tuna mlima Kilimanjaro, tuna dhahabu, tuna almasi ambayo inaitwa Tanzanite kama sijakosea, inapatikana Tanzania tu. Tuna gesi ambazo tunaweza tukachimba wenyewe. Tuna ardhi nzuri ya kulima mazao, tuna ardhi nzuri ya kulima pamba. Yaani sisi huku kilichokosekana, wamekosekana viongozi wa kusimamia hayo. Ndio maana kwa sehemu kubwa utawakuta wao watatembelea magari mazuri, ma Voxes, ma VX. Uhakika ni wanatembea magari ya kifahari kweli kweli, ila unakuja unaona wananchi wanapitia hali mbaya. Sasa ndio utakuja utaona wakina Alphan Polepole katika kupigania hicho, kupiga kelele kwenye hayo tu, waliuawa. Sasa either wameuawa au either bado wako hai. Lakini sasa tuangalie kwa sasa taarifa zinazoendelea, watu kama ambao wanapigania haki, wanapigania watu waishi kwa kufurahia kuwepo kwenye nchi zao, ona wanayapitia. Sasa ndo tuko kwenye dunia ambayo unatafuta akina Mzee Magembe anasema na tutafufua wafu, tutafufua wafu. Umfufue ende wapi? Mimi tu sembuse, mimi hapa Yola, mimi waga nasema hata ikitokea nimeuawa, nimetekwa, nimeuawa kwa namna yoyote ile, nikaa nimeuawa, mimi sitafikiria mnirudishe kwenye dunia yenu hii kabisa. Naambia yani Moses Magembe, mimi nasema kabisa wazi, mimi nitaomba msinirudishe kama dunia yenyewe itakuwa ndo hii ambayo sasa watu watauawa, watu watatekwa. Nyinyi wazee mnaosema ndo mnaohubiri injili, sababu kwa jumla kwa mwisho yote, sina maana kwamba namshambulia Moses Magembe hapa, kwa sababu kwanza whether thifa alionayo ameanza kuhubiri tokea miaka ya 90 sijoko, mimi nimekoka miaka 2000 hapa katikati. Kwa hiyo sina maana kwamba nashambulia huduma yake au namshambulia, ila nilichotaka tu nijenge tension ya wahubiri ya kwamba hiki tukifanyacho, tunachosema tukafufue wafu, tukahubiri injili. Mimi nawahakikishieni mnaohubiria injili ndo hao wanaotekwa, mnaohubiria injili si mnaotaka muwafufue ndo hao wanaotekwa, wanaopigania haki. Sasa kama tutakuwa tunahangaika kudili na kitu ambacho kama mhubiri hatukutakiwa kwanza tungedili nacho, ila tungedili na chanzo cha matatizo.
basi hata kufufua wafu ingekuwa vyepesi sana. Ndio maana sasa hivi hatufufui wafu, kwa sababu hao wafu utakaowafufua wao wenyewe tu huko walipo wanasema ni afadhali huku niliko kuliko munirudishe kwenye jehanamu nyingine, kwa sababu wengi wao dada wanaojiuza wanaokamata kwa sababu ya wizi na wengine ambao wanahangaika kutetea jamii, kupigania ili bara letu Afrika, kina Mfan Polepole, kina Mdude Nyagali, wakina Deus Soka, wakina Ali Kibao, utakuja utaona wanapambania kwamba ikiwezekana nchi isiwe hivi au kwenye Tanganyika yetu isiwe hivi, na wengi hapo wanaonekana ni wanaharakati wanapigania kwamba jamii isiwe hivi, jamii isiwe hivi, watu wasionewe. Sisi wahubiri tungelikuwa tuna backup iko kitu na kusema kwamba hivi ndivyo ulivyo uhubiri, lakini kama sisi tutakuwa waoga, tunajifichia kwenye kufufua wafu, tunajifichia kwenye tunahubiri sisi injili. Injili ilikuwa ni kutetea watu, injili ilikuwa ni kupigania watu. Munisikilize, nataka nisome hapa maandiko. Injili kwa ndio hiyo, kupigania watu. Soma kina Yohana Mbatizaji, anaona mfalme amechukua mke ambaye sio wa kwake, anamwambia si halali wewe kuchukua mke ambaye sio wa kwako. Ukisoma kitabu pia hapa, nataka nikisome cha Isaya anaambiwa anawaambia watu kwamba wasaidieni walioonewa, wateteeni wajane. Hiyo ndo kazi pekee. Kama tunasema tunasali, tunaingia kanisani tusali, tunaingia kanisani tuombe, si ili tu tupiganie kwenda kufufua wafu. Lazima ujue kilichomuua ni nini, kwa maana kile kilichomuua kile ukikiondoa umeondoa kifo, kwa sababu si vifo vingi wanaokufa huko Afrika hawafi kwa sababu eti wamejitakia, si Bwana ametoa. Hapana, vifo vingi ni mfumo uliowasababisha watu sasa wanakufa kabla hata ya wakati. Kwa sababu hata Biblia bado inasema atakufa mtu mwenye umri wa miaka 100 au 90 au 80, lakini sisi hata 20 hawafikishi wengine. Hiyo yote utakuja utaona hawa mpaka wanaenda kuiba wanauawa, utakuja utaona ni mfumo. Nimekwambia Zanzibar hapo wazee mwisho mwezi upewa pension. Ziko nchi zingine nilifuatilia, Marekani, Singapore, nilifuatilia nyingine ambao kwa kina sana ni nchi ya Australia kama sijakosea. Nilifuatilia kila mwisho wa mwezi watu wanalipwa dola 1000 ambayo ni sawa na milioni 2 kama sijakosea hivi kwa Kitanzania, kila mwisho wa mwezi, kazi sizojiweza. Sasa utakuja utaona ndo kazi ya rasilimali, na wale kweli wanatumia rasilimali kwa sababu ya hivyo. Uje sindo hospitalini wametengeneza afya ambayo ni uhakika kuipata, walio hali za chini wanazipata kwa gharama nafuu. Sisi huku kwetu kila wakiingia wenyewe madarakani watajiongezea mishahara, watajiwekea miposho, mishahara mikubwa, wanatembea magari ya kifahari, watoto wanatembea magari ya kifahari, gesi sisi zinapanda bei, mavitu yanapanda bei, madai yatapanda bei. Wao tu ni unakuta maisha yako vizuri. Mwisho wa siku ndo tunataka tufufue watu waje kwenye Afrika hii, waishi kwenye Tanganyika hii. Hata mimi naye kwambia, mimi naye hubiri hapa, naye ongea hapa, mimi mwenyewe hapa, mimi Yola, mimi hata nikiuawa, hata nikiondoka, mimi msinifufue, kwa sababu mwisho wa yote. Hebu nisome kwanza andiko hili, katika kitabu hiki cha Isaya 1 mstari wa 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni wanaoonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Wasaidieni wanaoonewa, mteteeni mjane. Kazi ya mhubiri kabisa ilikuwa ni kutetea haki za watu, kupigania haki za watu. Ni kweli yawezekana, kwa sababu sasa kinachochangia kwa dunia tulio nayo hii, hata wahubiri yawezekana ndio akina Magembe na wengine yawezekana muongelei haya ya watu kutekwa, watu kuuawa, watu kuumizwa, watu kutekelezwa mfumo mgumu wa kimaisha, yawezekana, ila nyinyi mmedili tu na Israeli, maajabu ya Israeli, unabii wa Israeli. Mwisho wa yote au unakuja unasema Yesu aliuawa kwa sababu ya nini? Aliuawa kwa sababu ya kutetea watu wanaoonewa, aliuawa kwa sababu ya kupigania watu. Yesu angebaki tu mbinguni anaomba peke yake na kusimulia Yakobo, Israeli wakapita kwenye nchi ya utumwa, wakaonewa na taifa la Misri, wakafanywa watumwa. Israeli wakaenda Babeli miaka 70, wakakaa kule. Angebaki anaongea, asingeuawa. Hata mitume wenyewe ambao Yesu aliwaacha wangelikuwa wanadili tu na taifa la Israeli lilipotokea. Mungu akawapitisha Misri, wakakaa kule miaka 70, hata wasingepitia mateso. Kilichowafanya wapitie mateso, kilichosababisha wapitie mateso ni kukemea mfumo dhalimu, ni kukemea mfumo ovu. Walikuwa kila wanakopita, kila watakapokwenda. Fuatilia kina Yona, ndio maana alikuwa anakataa kwenda kwenye nchi ya Ninawi, sababu alikuwa anaona kule natakiwa nikakemee uovu, nikakemee matendo mabaya, nikakemee dhuluma. Sasa hivi makanisa yamekuwa mengi kwa sababu sasa injili ni rahisi. Kwenda unasomea Biblia, kuweka likola hapa shingoni, watu wanatekwa, watu wanauawa. Wewe uko Israeli, tutafufua, tutanyakuliwa Israeli.
Jamani, tuwe hata na ubinadamu basi. Tuwe hata na ubinadamu. Mimi nawaomba tu wahubiri, nawaomba mzee akina mzee Magembe na wengine. Tuwe na ubinadamu. Tuwe na ubinadamu. Ndio inawezekana kweli sisi kuyafanya au kukemea haya hatuwezi. Basi sasa, kwani hata tusiunge mkono wanaokuwa nakemea haya masuala, tusiwaunge nyuma, tusibaka nyuma, tuseme hii ndio injili. Hata kama sisi hatufanyi, hawa wanachokifanya hii ndio injili, kutetea watu, kupigania watu. Hii ndio injili. Hivi injili gani ambayo yenyewe haibackup maisha ya sasa? Hata kama ikibackup maisha ya sasa hivi unakuta inaongelea acha kuiba, wanaoiba tu ni kuku tu ndio unawakemea. Acha ni wizi, acha ni umalaya. Wanafanya umalaya kwa sababu ya maisha magumu. Maisha ni magumu ndio maana wanafanya umalaya. Ndio maana wanaenda kuiba. Maisha ni magumu yaliyoko ndani ya Afrika hii, yaliyoko ndani ya Tanganyika. Na aliyetakiwa apige kelele, awapigie kelele ni mhubiri. Mhubiri wewe ndo namba moja, sababu mchungaji mwema hutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Sasa mimi nilichokuwa nakitaka ni hiki kwamba iwepo namna basi, hata kama ni kweli mmeshindwa kukemea, waandaeni watu wengine, waambieni injili imepita pale. Kwani sasa hivi hatuhubiri mateso ya msalaba? Kwani hatuhubiri ile kujikana, ile injili ya kujikana, ile ambayo watu walijikana, walikuwa wako tayari wakutwe na lolote. Ukiona watu wakatiwa kwenye mapipa ya lami, sio wakakatwa kwa misumeno. Kukatwa kwa sababu walikuwa wanaomba peke yake, walikuwa wanakemea mifumo mibaya, walikuwa wanakemea dhambi na dhuluma. Hicho ndio kilichowaua. Kwani wahubiri mnarahisisha mambo, mnabaki tu sasa kufunga na kuomba tu? Hapana. Hapana bwana. Hebu nimalizie. Nimeongea hapo kuhusiana na walikatwa siku kwa misumeno. Hebu nisome kwenye kitabu cha Ibrania hapa. Ibrania 11 mstari wa ngapi hapa nisome? Mstari wa ngapi nisome hapa? Mstari wa 36 nasema hivi: wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, wakizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu hakustahili kuwa nao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika mashimo ya nchi, na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ile ahadi. Sasa wao walitiwa magerezani, waliteswa, walitendwa mabaya, walichunwa ngozi. Nadhani walichunwa ngozi kwa sababu walikuwa naomba na kutaja Israeli. Hapana, walikuwa wanataja vinavyoendelea katikati ya jamii. Mimi nisemacho ni kwamba, nachomalizia kabisa, whether ndio tunashindwa sisi wengine kukemea mifumo hii dhalimu. Mimi ninachoomba wahubiri, hubirini injili, nyoosheni tu mapito ya Bwana, waambieni watu injili imepita wapi. Waambieni tu hata kama wewe haupiti. Mimi katika kitu ambacho tokea nimeokoka, nilikuwa napishana na walokole walionitangulia. Ni ile hali haya mambo hayawezekani vipi? Wewe shida, wewe ndio umeshindwa. Waambie watu wengine njia imepita wapi. Waambie tuwaelekeze kwamba njia imepita pale. Hata kama mimi sifanyi, mimi siendi, ila njia imepita pale. Mimi nilikuwa nachukizwa sana hubiri nilipotokea. Watu watavaa mimiwiji, watajichubua, watavaa visketi, watu vinavyo vifupi, watavaa kwa kujilemba, watavaa kipuni, watavaa kisela. Wanawambia tu wanajua sasa hivi mambo haya. Kama wewe umeshindwa, waambie tu injili itakiwa tupite pale. Mimi nimeshindwa, ni ile injili imepita pale. Waambieni watu njia msalaba ni ipi. Waambieni wapi. Msiwakalilishe vitu hivi tunaishia kufunga kuomba. Haya atoki kwa kufunga na kuomba. Yesu angebaki anaomba na kufunga peke yake, sisi tusingeokolewa. Namaliza kwa kusema ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikana, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa, apate kutimiza wajibu wake. Tazama Mungu mhukumu haki. Kila mtu yu aja na malipo. Amen. Mjipange kuletewa maiti hapa kuja kufufua. Mjipange. Mjipange kuletewa maiti hapa kuja kufufua. Semeni amina. Na wenzenu nimewatangazia jana kwa ghafla, kuanzia tarehe 1 tunaanza maombi ya siku 100.